Babe. Yes. Unajua tumeweka mambo sawa. Mwezi sasa sijaziona siku zangu. Yeah. Hiyo inatokea sometimes. Unajua mwili unapokuwa na mabadiliko ya hormones, kunakuwa na namna ambavyo mtu anakuwa anajisikia tofauti. Kuna baadhi ya dalili nyingi zinaweza zikatokea. Mathalan, mzunguko wa siku unabadilika. Mtu unaweza usione siku zako kabisa kama hivyo. Wengine siku zinakuwa zinatoka mfululizo. Wengine hisia zinakuwa zinakata. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida tu. Ndio itakaa sawa, okay. No babe, yani nahisi kabisa ni mjamzito. Kwa sababu kuna vitu naviona. Yeah. Sio naenda kwa baba sasa. Yeah. Ni kitu kizuri. Nafikiri pia hata sasa hivi is the right time kuanza kutengeneza familia. So, it's good. Babe, mbona imekuwa kawaida sana kwako? Nilitegemea labda hata utafurahi, utaonyesha. Usiniambie kwamba hayo mawazo yako ndio uweze hata kuonyesha furaha yako. Hey wife. Kwani furaha ya mtu inakuwa determined kwa mazingira gani? Sio kila mtu ambaye anakenua na kupiga kelele, kushout na maanisha ana furaha. Na sio kila ambaye yuko silence na maana hana furaha. Nimepokea taarifa yako vizuri. Na ndani yangu I feel proud for that. Because it's my dream to be a dad. Kwa hiyo lazima ni shout sana, lakini yeah. Mbani nzuri. I like that. Na sijui labda ulikuwa unapenda labda mimi nifanye kitu gani kwa kutokana na taarifa leo. What can I do for us? No, hakuna. Okay. Sorry. Sasa ukaniruhusu kidogo nikapumzika, maana tangu usiku sikuweza kupata utulivu wa akili. So can I get some rest now? Asante wife. Upande wa Irene na ndugu yetu Mdeme bado moto unafuka. Ndoa bado imeingia kizingiti. Ndoa bado imeweza kushikiliwa na ibilisi. Hawa watu sijui watafika wapi. Ndoa yao inawaka moto. Ama kweli Manyanya alisema hii ni ndoa msokoto. Kwa hali ilivyo sasa hivi, kweli ndoa imekuwa msokoto na inasokoteka haswa. Leo bibi Irene alikuwa anaweza kumwambia ndugu yetu Mdeme kwamba umetoa wapi namba ya huyu jirani. Mdeme akaanza kubwalaza na kuongea vitu ambavyo havieleweki. Basi kabla ya yote
tulia tukwambie. Tunaomba support yako katika hili. Tunaomba uweze kubonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare. Alafu kwenye comment hapo chini, kati ya hao wawili utuambie nani unamkubali, alafu umwage makopa. Nani anaupiga mwingi? Nani anamkomesha mwenzake kwa kiburi alichokuwa nacho? Je, Irene au Mdeme? Nani anamsurubu sana mwenzake katika hili? Na nani midfielder wa kutosha? Basi Mdeme akawa anamwambia, mimi nimechukua namba yake kwa sababu nilikuwa nahitaji kumsaidia kwenye ndoa yake. Na hata siku ile namwambia kwamba nahitaji kuiokoa ndoa yake, na wewe si ulikuwepo. Sasa kwa nini ukuniambia kwamba mimi siwezi? Sasa mimi nimechukua namba yake ili niweze kumsaidia ndoa yake, niweze kuiokoa. Basi Irene akamwambia, uiokoe ndoa yake? Wewe mwenyewe ndoa yako inakushinda. Kwa nini ukaokoe za wenzio? Mdeme akarudisha jibu na kumwambia Irene kwamba hata wewe ndoa yako imekushinda. Kwa nini usiiokoe? Kwani hii ni ndoa yangu peke yangu? Kwani na wewe si ndoa yako? Kwa nini usiiokoe? Acha tuendelee na moto. Wacha tuendelee kusebenza. Unajua mimi na wewe wote ni midfielder visheti. Kwa hiyo yani midfielder kwa midfielder wanajuana. Sema tu tunatofautiana. Hata wewe mimi mwenyewe nimeshangaa kukukuta pale nyumbani kwa jirani siku ile. Najua tu ulikuwa umeenda kufanya nini. Wewe ulikuwa umeenda kummendea mme wa jirani. Sema tu kwa bahati mbaya imetokea tumekutana. Mimi na wewe zetu moja. Yani sisi wote ni midfielder. Hivyo unafikiri mimi taarifa zako sina huko mtaani? Mbona kila kitu unachofanya naambiwa? Unahisi mimi sielewi, si ndio? Irene akawa amenuna baada ya Mdeme kuongea maneno yote ya. Kisha Mdeme akamwambia, mimi na wewe hatutakiwi kuchekana. Sisi wote letu moja tu. Yani mimi midfielder kisheti, wewe mwenzangu midfielder chapati. Yani tunapiga pasi huku na kule. Yani pasi zetu huyu anagonga huku, huyu anagonga kule. Acha tuendelee kusebenza mke wangu. Mimi na wewe wote ni midfielder. Hebu niache nilale basi. Mdeme akachukua shuka na kuweza kujifunika akalala. Irene amebaki amefula tu. I say, kama unamuonea huruma ndugu yetu Mudi, na kama unatamani Mudi arudi katika hali yake ya kawaida, Mudi anateseka, Mudi anaumia. Sasa hivi anaelekea kuwa kichaa. Kama unampenda Mudi kwa hili, basi tunaomba uweze kuonyesha support yako. Na kama unampenda Mudi, basi onyesha mapenzi yako kwa ndugu yetu Mudi kwa kumwaga makopa hapo chini. Kisha uweze kulike, uweze kusubscribe na uweze kushare ili tujenge familia kubwa yenye nguvu zaidi. Basi leo Mudi akiwa zake dukani ananunua mahitaji ya hapa na pale baada ya kupewa hela na yule mjumbe. Basi Mudi ghafla anamkuta Amani ameongozana na Cindy. Roho inauma sana kuona yule unayempenda anaongozana na mtu ambaye ulishai kumuuliza kuhusiana na yeye, alafu akakukatalia. Inaonekana wao ni moja tu, ni kumnyoosha na kumsurubu Mudi. Basi Mudi akaanza kuongea kwa huruma huku machozi yanamtiririka. Anatia huruma sana Mudi. Basi Mudi akaanza kumwambia, Cindy mpenzi wangu, hivi hiki ni nini unachonifanyia? Haya yote yametokana na nini? Yani umeacha kwenda kutembea na watu wa mbali huko. Mimi nikajua labda umetoka umeenda mbali. Kumbe huko na huyu. Alafu wewe Amani, si nilikuuliza siku ile wewe? Si nilikuuliza mke wangu Cindy yuko wapi? Ukasema ujui alipo, wala hata uelewi chochote kinachohusiana na Cindy. Leo imekuwaje na wakuta pamoja? Amani, kwa nini unanifanyia hivyo? Alafu Cindy, mimi nakushangaa. Hivi tofauti yangu kati ya mimi na huyu Amani ni nini? Sisi wote ni kapuku tu. Umeondoka kwangu, nikajua labda umeenda kwa mtu mwenye pesa ndo aliyekuwa lakini umeenda kwa huyu. Huyu na mimi tofauti yetu nini? Huyu kapuku na mimi kapuku. Cindy aliposikia maneno haya akageuka mbogo na kuanza kuwa mkali. Akamwambia, Mudi, haya mambo mimi sikutaka tuyaongelee, ila kwa sababu umeyataka mimi nitayaongea. Mudi, hukuwahi kunipa chochote, hukuwahi kunipa furaha. Mimi kwako sijafuata pesa,
na mimi sio mwanamke wa pesa, bali nilifata upendo. Huo upendo Mudi hukuwahi kunionyesha wala hukuwahi kunipa. Mudi, alafu kati ya wewe na huyu, yani wewe Mudi una pesa nyingi sana. Wewe Mudi ni tajiri kuliko huyu. Ujiulize kwa nini nimekuja kwa huyu. Huyu akipata kidogo kinakuwa cha kwetu, yani cha kwake na mke wake, anamkumbuka aliyekuwa nyumbani. Lakini wewe Mudi ukipata pesa zako inakuwa ni za kwako. Mudi, mimi sipo kwa ajili ya mapenzi, na usijisahaulishe. Mimi nipo kwa ajili ya kufata mapenzi ya dhati, sipo kwa ajili ya pesa. Mudi, kama unajisahaulisha, kwako nilikuja nilikukuta una pesa, lakini kwa nini nilikaa na wewe? Mudi akaona maneno yamemuingia sana. Cindy alitapika. Cindy aliongea kila kitu ambacho kimemfanya Mudi ajisikie vibaya. Basi Cindy na Amani wakashikana mikono, wakamwacha ndugu yetu Mudi na wao wakawa wanaondoka. Mudi alikuwa amebaki peke yake tu, amekaa chini, nguvu zimemuishia, analia maskini. Mudi tumuone huruma. Basi kwa mapenzi wote tunaompenda Mudi, weka makopa kopa. Basi leo bwana, kisanga kipya kimetokea. Ndugu yetu Manyanya baada ya kupewa hizi taarifa, yeye amekuwa mbogo, yani amekuwa mtu wa tofauti na vile tulivyomzoea. Ametoa jicho kama amepigwa na nyundo, ameumia, amechanganyikiwa, haelewi tena, huku mimba, sijui aende wapi. Lakini mimi ninavyojua, Manyanya chaguo lake ni Mati tu. Kama unamkubali bibie Mati kwa kuweza kumshika pabaya Manyanya na unatamani warudiane, basi wewe jambo la kufanya ni kumwaga makopa kopa tu kwenye comment hapo chini, alafu tumsisitize Manyanya, tumwambie Manyanya kaombe msamaha, rudi kwa Mati. Basi sisi sote tuungane kwa pamoja. Kama wewe ni team Mati, onyesha upendo huu kwa kubonyeza neno subscribe, uweze kulike, uweze kushare na uweze kuweka komenti yako, alafu umwambie Manyanya rudi kwa Mati. Na kama wewe ni team Vai, basi kuna jambo la kufurahisha na jambo la kumpa hongera sana bibi Vai. Leo Manyanya alikuwa amelala, kisha mke wake akamuamsha na kumwambia, "Husband, unajua mwezi sasa toka tumeweka mambo yetu sawa, lakini naona hali yangu haipo sawa. Unajua hata siku zangu sijaziona, kwa hiyo nahisi kabisa mimi nitakuwa na matatizo." Manyanya akamwambia, hiyo huwa inatokea. Inawezekana mbadiliko wa homoni au na vitu vingine. Hiyo huwa inatokea sana. Akamwambia Violet, sio hivyo, mimi nitakuwa ni mjamzito sasa, na ndio maana sijaona chochote. Huu ni mwezi umeshapita. Manyanya aliposikia hivyo, jicho limemtoka, akaanza kushangaa na kuanza kutaaruki. Manyanya haelewi kitu. Huku mimba, hajui aende wapi. Sasa hivi dunia imehamia kwa Manyanya, na kweli dunia inamfunza. Basi kama wewe ni mdau wetu na unataka kujua nini ambacho kinaendelea na unataka kujua nini kitakuja kutokea, jambo la kufanya, usiache kubonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, alafu ubonyeze alama ya kengele hapo chini, uweka neno all, ili uwe wa kwanza kujua nini kitakuja kutokea baada ya Manyanya kufanya hili tukio. Manyanya aliposikia zile taarifa akushangaa sana, akazipokea kwa unyonge tu, kwa sababu anajua tayari ameshaharibu na upande wa pili. Huku ana mtoto, watakuwa mapacha wawili, mama tofauti. Basi Manyanya kitu alichoweza kukifanya ni kumwambia, sawa, hamna shida, kama ni hivyo sio mbaya. Vai akamuuliza, mbona upokei kwa furaha? Vipi, umekwazika? Manyanya akamwambia, kwani furaha ya mtu lazima nikenue meno au nishangilie nirukeruke? Hapana, kuna muda mtu furaha yake huwa inakuwa iko ndani ya moyo. Wife, niambie basi unataka nifanye nini ili ujue kama nimefurahia hicho kitu? Wife, mimi sipo hivyo. Mimi napenda furaha na amani. Kwa hiyo haya yote yatakuwa yako sawa tu. Kama utojali, naomba uniruhusu nilale. Vai akamwambia, sawa, wewe lala, pumzika. Mimi nitaendelea kusubiri.
Manyanya ameweza kuipangua kesi kidesign hiyo, lakini hapa kuna bomu linakuja kulipuka soon as possible. Cha kufanya wewe, kaa kwa kutulia, alafu vuta juisi yako ya miwa taratibu uendelee kunywa, alafu uje kujionea mkisanga na vitimbwi vya Manyanya juu ya hiki alichoweza kuambiwa na mke wake Violet. Basi usiache kubonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, uweze kucomment, alafu uweke maua na makopa hapo chini ili uwe wa kwanza kupata kazi zetu. Usiache kubonyeza alama ya kengele iliyopo hapo chini, alafu bonyeza neno all. Wewe utakuwa wa kwanza kuja kujua nini ambacho kinatokea katika episode inayofuata. Lakini hii ina mtiti, tena mtiti wake sio wa kawaida. Wewe kaa kwa kutulia tu, endelea kula juisi yako, alafu uone nini kitamkuta Manyanya juu ya hiki ambacho ameweza kukifanya.